Oa vipi homeboy? Fresh bro. Kama kawaida. Kama kaa. Hebu fanya mpango tuweze hata kijero hapa. Bro, hapa mimi sina kitu. Ndo natoka dukani kuemea. Kuna unga tu bro. Sasa umetoka dukani, ipo kitu umepataje sasa dukani? Nimetoka ukopa dukani. Oa wewe usimtilie huruma, usiniletee sana auje. Sasa sana gani bro? Mimi sina kuelekeza maisha halisi. Angalia mguu wangu na kidonda. Mguu naye anahusiana nini? Mguu naye anahusiana nini? Mimi kiukweli hapa nilipo hela sina bro. Uombe wa nini? Hebu subiri kwanza, hela au na nini kufanyaje? Hamna kitu. Tulia basi. Huo ni unga tu bro. Kwa nini nimekwambia hebu tulia kwanza. Kwani bro vipi? Kuona ndafia kula au sio? Kuona ndafia kula. Sasa kama unandafia kula, ngoja nikuone chakcheni. Wewe unapenda kula, maisha ya kweli. Unasema unachukulia vipi mdogo wetu? Kuona ndafia kula, sasa unandafia kula. Kula sasa. Lakini unajua usina chepa. Kaka. Pole. Nashukuru sana dadangu. Kwani imekuwaje mpaka mmefikia hatua hii? Wewe acha tu. Mimi kwa natoka zangu dukani. Nimetoka kununua unga. Nimekutana na ubraza hapa ananiambia nimuungie siji 500. Mimi nikamwambia sina. Kanisachi kakuta sina chochote, ndo akaanza kunikanyaga mguu wangu. Kwa hiyo kumnyima tu jelo ndio nafikia mpaka anakupiga kwenye kidonda na kuumiza. So kama nimemnyima, hata ningekuwa nao mimi ningemgaiga, ni vile tu nilikuwa sina. Pole sana, kuna watu wana roho ngumu sana. Basi sawa, naomba nikusindikize hadi nyumbani kwenu unapokaa. Utakuwa umenisaidia sana dadangu, maana maisha yangu maseke, hali yangu inafanya niteseke. Maisha yangu maseke, hali yangu inafanya niteseke. Kwake Mola naelekea mie. Karibu dadangu. Kwani vipi, kimetokea nini huko? Asante. Yaani mume wako mazingira aliyomkuta nayo sio mazuri. Nimemkuta njiani amekaa analia barabarani. Lakini nikiwa kwa mbali kuna mtu nilimwona kwa anampiga, na nilivyomuuliza ameniambia kuwa yule mtu alimwomba hela, akamwambia sina. Ndo akampiga hapo mguuni kwenye kidonda, na ndio maana nikaamua bora nimsindikize hadi hapa. Kweli binadamu ni wabaya sana dadangu. Kwa mtu unamfahamu kweli?
Hapana, mimi hata simfahamu. Yaani yule mtu ndio kwanza namuona leo, lakini ana roho ngumu sana yule mtu. Asante dadangu, Mungu akubariki. Nashukuru sana. Haya, kweni makini, mimi naondoka. Dada, nashukuru. Kiukweli umeonyesha moyo wa ukarimu sana. Ni binadamu wachache wenye moyo kama wako dadangu. Mungu akubariki sana. Haya, na nyinyi Mungu awabariki. Mungu atasaidia, utapona tu. Sawa, karibu. Pole sana mume wangu. Nashukuru sana mke wangu, kwa sababu mimi mwenyewe sikutegemea kama atatokea aliyotokea haya. Ni kweli leo nimeamini binadamu ni mabaya sana. Sasa mume wangu tunafanyaje? Naungania ndo kama hivi, ushamwaga usoni, mwingine ushamwagika. Yaani hapa kiukweli hata mimi mwenyewe sielewi tunafanyaje. Maana hata unga wenyewe nilikopa nimekopa. Labda uangalie tu utaratibu mwingine mke wangu. Ngoja tu. Unga kupika ugali hautoshi. Labda tu nikorogee wewe uji alafu mimi nafanyaje? Haina shida mke wangu, lakini nakusihi endelea kunivumilia kwa sababu mimi mwenyewe sijapenda kuwa na hali hii. Na imani tu muda wote nitapona kidonda na nitarudi kwenye hali yangu kama ya zamani tu mke wangu. Sawa? Usijali mume wangu. Mimi nimekubaliana na kila hali uliyokuwa nayo. Kwa hiyo usijali. Ngoja nitakorogea uji kwanza unywe, alafu nijue nafanyaje. Kama naenda kukopa dukani unga ili tupate uji kwa jioni. Basi hamna shida. Wewe kama unaenda kuniandalia huo uji, sawa tu, mimi nipo hapa nimejipumzisha. Wewe vipi? Mbona sikuelewi? Baby, ina maana hujui au? Sasa mimi nielewe nini? Umekuja moja kwa moja umevua nguo zako umekuja hapa, unataka nini? Asmani, wewe nini ambacho kitambui au usichokielewa? Nisikilize nikwambie. Unachotaka ukifanye, mimi leo sipo sawa kabisa. Sio, unanielewa? Mimi leo sipo sawa. Sasa nakuomba uvae ile gauni lako lile ulolivua pale, uweke mwilini mwako na kisha utoke. Sasa baby, kama ungekuwa unataka mimi nivue, mbona sasa ulikuwa unaniangalia mpaka nimevua, nimemaliza, nimekuja kukaa hapa ndo unaniambia? Ungeniambia basi kabla sijavua. Sasa mimi nimekutuma? Si shobo zako mwenyewe, umekuja umevua, unakuja hapa unataka nini? Ondoka. Baby, yaani nimetoka nyumbani huko na furaha zangu zote, najua nakuja kukutana na mpenzi wangu, alafu nanikataa. Tifa, naomba ondoke. Asmani. Tifa, ondoka. Mume wangu, naomba uzifue hizi nguo. Nisikilize mwanamke. Mimi sipo hapa kwa ajili ya kufua hizi nguo. Ushaelewa? Wewe hii kazi ya kufua nguo ni kazi yako wewe, sio kazi yangu mimi. Tuelewane? Hapo ni mwanamke. Hauwezi kuniamrisha mimi. Mimi ni mume wako. Mimi ndio nina kauli kwako. Sasa ikiwa unakuja juu unaniamrisha mimi. Yaani sasa hivi kama hizi nguo hizi baadaye utakuja niambie nioshe na vyombo. Sasa hapo mwanaume atakuwa nani? Mimi nitakuwa mwanaume mwanamke? Nisikilize. Hizi nguo unafua wewe. Kila kitu, kazi za ndani ni za kwako, sio za kwangu mimi. We, chunga maneno yako. Hata vitabu vinasema mwanamke ni pambo la nyumba. Kwa hiyo mimi ni pambo kwako, sio mjakazi wa kufua nguo huko. Kwa hiyo kimaanisha kama wewe ni pambo, ina maana pambo wewe upo chini yangu mimi, si ndivyo? Pambo lipo chini yangu mimi. Sasa kama upo chini yangu mimi, inabidi unisikilize mimi. Mimi si mume wako. Sasa inakuwaje wewe unaniamrisha mimi? Mimi ndio nataka nikuamrishe. Hizi nguo unafua wewe, sio mimi. Pambo gani unakuwa na jeuri? Mambo gani unaletea? Wewe vipi bwana?
na mimi sio kazi zangu. Nisikilize, naona sasa hivi umeshaanza kunipanda kichwani. Mimi kweli mimi sijatoa mawe, nimetoa hela. Utarudi na mzee wako atarudishia mali zangu zote. Yaani sibakishi hata 100, anarudisha zote. Sikiliza mwanamke, naomba uniheshimu, mimi ni mume wako. Hey, utanitishia nini mie? Eti utarudi kwenu? Mimi naogopa kurudi kwetu. Sijaoa hata kidogo. Wazazi wangu bado wananitaka. Na hawajakwambia kukuozesha wewe. Kuwa hawanitaki, wananipenda sana tu. Upo? Hili swala mimi nitalisimamia vizuri. Yaani nitalisimamia vizuri. Na wewe nguo hizi unafua. Mimi siwezi kufua nguo. Mimi ni mwanaume. Huwezi kunifulisha nguo. Taratibu basi mke wangu. Unaniumiza unajua. Pole, mjikaze. Utaponaje bila kukanda? Kinauma sana mke wangu. Kanda taratibu. Pole, sasa mimi nisipokukanda itakuwaje? Unadhani kitapona hiki nikulegezea hapa? Basi kanda taratibu. Sasa mlango. Mimi nilikuwa na wazo. Una wazo gani mke wangu? Kwa nini ile ilobaki tusifanye biashara? Sasa unataka kufanya biashara gani mke wangu? Ningeenda hata studio, mimi ningeenda kule, ningenunua nyanya, ningetimbiza mtaani, tungepata riziki siku moja. Basi kama una wazo hilo la kufanya biashara ya kuuza nyanya, ni wazo zuri sana. Maana kwa sasa hivi kiukweli hatuna ujanja. Sawa. Kwa sababu hapa nikisema nisubiri wewe, na kidonda ndo kwanza kinazidi, hakina hata dalili ya kupona. Kwani unataka uanze na mtaji wa shilingi ngapi mke wangu? Maana sasa hiyo biashara sitatia aibu kweli mtaani. Lakini sasa hiyo heri itatosha kweli? Hamna, itatosha tu hivyo. Tajua tunapambanaje mpaka inatosha. Basi sawa, hamna shida. Kwa hiyo bandage utanifunga saa ngapi sasa? Bei kwanza sasa hivi kipati hiyo, afu kishapata hayo mimi nitakufunga. Basi sawa, hamna shida. Tifa vipi? Mbona kama unaonekana upo sawa? Wewe niwe sawa nisiwe sawa haikuhusu. Sijui unanielewa? Kwani leo mbona upo hivyo, mchanganywa na nini? Maanake tangia unatoka kule na kuona kabisa wewe upo sawa, upo na hasira. Ndio maana nikakusimamisha hapa nikuulize. Shida nini mama? Kwa hiyo siku hizi umekuwa mjaji, unajaji watu, si ndio? Sijasema kwamba nimekuwa mjaji. Ila tu mimi najali kuhusu wewe. Sikiza nikwambie Macho. Sitaki mazoea na wewe, niache kwa sasa hivi. Sijui unanielewa? Sasa ukifanya hivyo unakosea Tifa. Na wewe mwenyewe unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda. Kila siku nalia kwa ajili yako wewe. Tifa, lakini mbona unanifanyia hivyo? Au kosa langu mimi kukupenda? Eti jinsi gani ninavyokupenda? Kwanza nani alokutuma unisimamishe hapa? Sasa ukifanya hivyo unakosea Tifa. Kipenda roho ula nyama mbichi. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mimi naomba please nipe nafasi. Mimi naona huko umechanganya na hao watu wako. Kuwa na mimi utakuwa na amani. Macho, sitaki mazoea na wewe. Yaani hapa kwenye nimevurugwa na mambo yangu kibao kichwani, afu nao unazidi kunichanganya hapa. Sikiza nikwambie. Ukiniona unione kama kituo cha polisi, sitaki mazoea na wewe. Kwani mimi nimekosea wapi labda? Nielekeze labda sehemu mbona nimekusimamisha kiustaarabu tu, nimekuelekeza. Nimekuelekeza kitu kilichokuwa moyoni kwangu. Sikiza nikwambie. Tena sitaki kabisa mazoea na wewe. Hebu nisikilize. Tifa. Nisikia Macho? Mimi mwanangu kunakoelekea utakuja kunitoa jela. Naenda kutoa jela kivipi? Mama yangu mimi nakwambia kwa sababu gani unajua?
Yaani ule mwanamke mimi ninaishi naye, sasa hivi naona anipanda sana kichwani. Mwanamke unaishi naye anakupanda kichwani kivipi? Akati wewe ndo mwanaume. Sikiliza mwanangu. Unajua unaweza ukawa mwanaume lakini mwanamke namna anavyoishi na wewe akakufanya uonekane kama sio mwanaume. Unajua leo wakati ndio nyumbani pale nimetulia zangu ndani, shangaa mwanamke anaingia ndani. Alivyoingia ananitoa nje anambia nifue nguo. Sasa mwanangu ukiangalia mimi ni wa kufua nguo kweli? Hizo dharau. Na hizo dharau zimezidi tena. Mimi nilikwambia tangia muda yule mwanamke sio kuoa. Unaona matokeo yake sasa? Ukaniona mimi kama sina akili, sijui namtaka mkeo. Unaona matokeo yake? Yule mtu sio kuoa, yule piga chini. Au mwanangu mimi ndo naona maneno yako kwamba yana faida. Kwa sababu yani mimi mwanzo nilishindwa tu kukuelewa. Lakini sasa hivi ndio naona kwamba mwanangu ulikuwa unaongea pointi moja muhimu sana. Alafu mimi sijui nilipatwa na nini yani. Yaani mpaka enda kumuoa wewe mwanamke, sijaelewa kwamba kitu gani kilinishika. Unaona sasa habari zako? Mimi nikiongea kitu mimi ni kama nina maono. Nikiongea kitu kinakuja kutokea. Nilikwambia yule sio mtu wa kuoa, yule chovi achana naye. Unaona sasa matokeo yake? Haya kila siku unakuja sijui mwanamke sio wa kuoa, anafikia hata hadi kukufulisha. Wewe wakufulishwa nguo? Mwanangu ile ni ndoa. Na kupiga chini tu hivi unaofikiria ni ngumu sana unajua. Wewe ni mke wangu nimeoa. Kwa hiyo moja kwa moja tu kufikiria kupiga chini. Sio kweli. Lazima kwanza kuna hatua zipitie kwanza. Sasa kwangu ulikuja kufanya nini? Kama utaki ushauri, hapo umekuja kufanya nini? Mimi ushauri wangu ndio huo, piga chini. Mimi nitajua nifanye nini, nitakwambia. Ila sasa hivi sema kwamba nimwache. Hapana mwanangu. Siwezi nikafanya maamuzi. Maamuzi ya mwisho nayo wewe. Nisikilize wewe. Miezi 6 ni nusu ya mwaka. Alafu unapokuwa unaomba nafasi nyingine tena huo muda hakuna. Nimeaminiwa na familia kukusanya kodi za nyumba zote ziliopo mjini hapa ambazo ziko chini ya familia. Sasa wewe hizo propaganda zako mimi sitaki kuzisikia sasa hivi. Nahitaji fedha. Tofauti na hivyo nataka hicho chumba kiwe wazi. Bro, mimi nakuomba nivumilie bro. Mimi ningekuwa na pesa ningekuwa nishakupatia. Na kama unavyoona sasa hivi nimepata injury ya mguu bro. Sipati hata muda wa kutoka kusema niende nikakutafutie pesa yako. Watu wa design hii wengi sana wapo barabarani. Sijui unanielewa? Wanakusanya sorobo ndogo ndogo kwa ajili ya kukizi mahitaji yao. Ukishajiona tayari umekuwa kilema, unakaa nyumbani ili iweje? Nani akutunze? Bro, mbona unafika mbali lakini? Mimi nakuomba nivumilie. Nipe japo muda kidogo basi blaza nikutafutie pesa zako. Sikiliza, msijaje hapa kutiatia huruma. Unalipa kodi yangu au la? Sasa hivi mwanze kutoa hivyo vitu vyenu huko ndani. Kaka, vipi tena? Mbona nasikia mizozo? Kuna nini? Mmelipa kodi? Au mnakaa tu mnaenjoy? Ushakuchangia hata tofali hapo unapokuwa unaojoji maswali yako kuna nini? Sikiliza. Mumeo anadaiwa kodi ya miezi 6 ni nusu mwaka sasa. Umeelewa? Hiyo pesa naitaka. Tofauti na hivyo, ingia ndani, toa vyombo vyako nje. Umenielewa wewe? Hapana. Sio kwamba sisi tumeshindwa kukulipa. Ila kwa sasa hivi hatuna pesa. Kwa hiyo naomba utupe muda tutakulipa pesa yako. Muda mwingine tena wewe bwana wewe. Hizi mali hizi za ulisi wewe. Kila pesa ninapoitoa hapa kila mtu anaitolea macho. Wewe binti wewe. Wewe bwana wewe. Bro, sikiliza. Nakuomba tupe japo hata mwezi mmoja tu. Siku zingine 30 mbele tena wewe. Hamna kakaangu. Mimi ndo nitalipa hiyo pesa. Si unaona hali ya mume wangu ilivyo. Hawezi kufanya chochote. Mimi ndo msaada nilobaki. Kwa nakuomba tupe muda, sisi tutakulipa pesa yako. Haya, wewe hiyo pesa unailipa lini? Naomba unipe tu wiki 2 tu, pesa yako tutakuletea. Siku 14. Nikirudi hapa pesa yangu sijaipata. Wewe na vitu vyako nje. Afu na huyu kilema utampeleka mjini akaanze kuokota makopo. Shenzi, sijui makopo, sijui chenchi. Wewe ushajua kabisa wewe ni kilema unakaa nyumbani unafanya nini? Huyu mtoto utamlea wewe? Kodi umeshindwa kulipa utamtunza huyu, watakutunzia wanaume wenzio. Shenzi na nusu. Sawa kakaangu, tumeshakuelewa. Majanga ataishali.
Mtazame wewe. Unatia huruma ili nikifika hapa nisizungumzie habari zilizonileta, si ndio? Alafu wewe mbona msumbufu sana? Upigi simu kama una changamoto yoyote nijue, mpaka nimetia miguu yangu hapa. Haya, nimefuata kodi yangu. Chapwa. Wewe baba wewe. Kuna siku nilishai kukudhulumu hela yako. Usione kila anayekaa hapa anatia huruma ukajua ana shida. Kwa hiyo mimi nakuletea hela yako. Chapwa huko. Na mambo mengi ya kufanya. Shika lako. Shingapi? 20,000. Mimi nakudai bei gani wewe? 50,000. Kwa hiyo hii 20,000 ndio mimi niipeleke wapi? Sasa mimi nimekuja kuchukua 20,000 hapa nimefuata 50,000. 30,000 nitakupa kesho asubuhi. Afu wewe msikilize. Kama huwezi kulipa kodi kwa muda mwafaka ndani ya hii jengo hii, inabidi uame. Sitaki mimi kwanza kusumbana na watoto wa kike. Kwanza ni dhambi kugombana na watoto wa kike. Kuna madanga wewe. Hii hela sio kwamba naiacha, hii nachukua. Kesho saa ngapi? Yaani wewe una ngenga nyingi, nitakupa kesho asubuhi saa 4 utakuja hapa utafuata. Kwaheri. Wewe mwanaume ya wapi? Ni bora hata umekuta, kwa sababu unaponiona hapa, hii ni safari, naondoka. Kwa hiyo wewe mwanaume bila kufika mapema hapa ulikuwa unanitoroka? Mimi nimeona ni bora niondoke kwa sababu nimechoshwa na matatizo yako. Kwa hivyo ili kuepuka haya mambo, ni bora nikatafuta maisha sehemu nyingine, na wewe nikuache hapo uendelee kupambana peke yako, kwa sababu wewe unajiweza, una uwezo wa kutafuta. Kwa hiyo niache mimi nitoke nikatafute sehemu nyingine, ili mradi wewe uishi kwa amani hapa ndani. Sasa sikiliza nikwambie, nenda. Ukishaenda usirudi nyuma, manake ukirudi nyuma utafurahi na show. Mimi tu nikwambie kitu kimoja, na kutakia maisha mema, uwe na amani kabisa, na kama utakuwa na mtu mwingine wa kuishi naye, jifunze kuwa na kauli nzuri na usiwe na akili potofu, akili mbovu. Huwezi kumpelekesha mwanaume. Usije ukajutia hayo maamuzi yako. We dada, njoo. Dada, nyanya unauzaje? Nyanya 200, kitunguu 100 kimoja, ndimu 2 200. Haya, nifungeza 500 hapo. Sawa, za kachumbari za mchuzi. Chagulia za kuiva za mchuzi. Ila samani kakangu, mifuko sina, maana si unajua biashara yenyewe ndio kwanza naanza. Sawa dada yangu, sijali, hapa nipo nyumbani. Sasa hapa kakangu, nyanya 200. Kwa hiyo cha kufanya hapa nitakupa nyanya 2 na kitunguu kimoja ili hela yako itimie 500. Hamna shida dada. Alafu mbona dada mzuri kama wewe afu nauza nyanya? Hamna kakangu, ni maisha tu. Hata uwe mzuri vipi, maisha ikupiga, kazi yote unafanya. Haya, mashi. Sasa kakangu, mimi hapa sina change. Kwa hiyo ningoma nyingine kwanza kuomba change alafu nikurudia. Hata usijali dada yangu. Hiyo change utakunywa maji. Jua kali sana linawaka. Afu, nikwambia kitu kimoja. Nisaidie namba zako
tutawasiliana ili huyu unaniletea nyumbani nyanya. Naona kazi kweli kwenda kuinuka hapa hadi niende gengeni kule. Jua kali mno. Namba tena. Unavyoniona hapa kakaangu, sina hata hiyo simu. Sina mawasiliano yote hapo unavyoniona. Basi hata kesho usikose kupita hapa. Sawa. Asante. Poa, karibu tena. Baadaye. Haya. Asumani, hivi unajua mimi nilikuwa nakuheshimu sana, lakini sasa hivi siwezi kukuheshimu tena. Asumani, unanichukuliaje? Unanichukuliaje? Kuniita nyumbani kwako kunionyeshia wanawake zako, si ndio? Yaani labda unanionaje mimi? Kama kituko, kibwengo, au mimi sina moyo? Mpenzi wangu, ukisema hivyo unakosea. Mimi sijawahi kukuzalau hata siku moja. Na kuhusu yule mtu alokuja siku ile, mbona mweka akilini mwako mpaka sasa hivi? Yule kaja pale kaulizia mbwa na sio Asumani. Kwa nini unapenda kumweka akilini mwako mpaka sasa hivi? Yaani kile unapokaa jina lake linakuzunguka. Kwa nini? Yule mimi nishakwambia, yule mimi simjui. Sijawahi kumtongoza wala sijawahi kuwaza kuwa na mwanamke mwingine zaidi yako wewe. Asa leo hii weje unaniambia mimi nakuzalau? Mimi sikupendi, mimi nakupenda. Nyamaza. Ona. Unasema yule mwanamke humpendi. Pale nyumbani kwako amefuata nini? Kafuata nini pale nyumbani kwako? Nimeshakuambia usipende kunidanganya, mimi sio mtoto. Unanichukuliaje mimi? Kama sanamu au? Sina moyo. Moyo wangu wa chuma, si ndio? Mimi sina damu. Sina hisia. Unanidanganya tu kila siku wewe tu. Unadhani mimi siwezi kuwa na mwanaume mwingine? Ni kwamba nakuheshimu na kupenda, lakini inafikia pabaya. Mimi sio kunionyeshia mwanamke, yani unaniita nyumbani kumbe unakuja kunionyeshia mwanamke wako. Wewe. Naomba usinidharau kiasi hicho. Mpenzi wangu, mimi nakupenda ujue. Yule pale usipende kumweka akilini. Kwa nini? Kwa kapita nyumba ngapi? Nyumba ngapi amepita? Kwa hiyo ni handsome sana. Wewe ni kijana mzuri sana mtu wa Mungu ambaye una mapenzi ya dhati kwa kila mwanamke. Akapita majumba kibao, magorofa, kila aina amepita. Lakini kakuona wewe. Si ndio? Wewe ndo mzuri sana. Wow. Kweli unachekesha sana wewe mwanaume. Yaani wewe unachekesha. Kati ya wanaume unachekesha, wewe ni namba 1. Uweze kunifanyia mchezo wa kitoto eti yule mwanamke aliyokuja pale. Nisikilize. Yule ni mwanamke wako. Tena kakuita mbwa kwa sababu inaonekana wewe unamdharau. Panapofikia utafikia pabaya. Sio uongo, yani sio siri nakwambia. Tami, ukisema hivyo nakosea. Mimi nishakwambia yule mwanamke mimi pale anajishobokesha tu. Mimi simpendi yule hata kidogo. Wala sijawahi kufikiria hata kuwa naye katika mahusiano au katika harakati yoyote ile. Mimi sijawahi kuwaza kuwa naye yule. Sasa wewe unashindwa kunielewa. Yaani siku zote hizo ulizokaa unakaa unawaza yule mwanamke aliyokuja pale nyumbani. Ule mtoe akilini mwako Tami. Kwa nini unapenda kunitesa, lakini mimi nakupenda ujue. Na ndio maana mimi kila siku nilikuwa naforce kukupigia simu wewe. Ningekuwa sikupendi mimi sio kukutafuta. Mimi ningeachana na wewe kama yule ninaye. Sasa kwa nini nakutafuta kila muda? Sihitaji kuona mwanamke yoyote pale nyumbani. Sihitaji uwe na mahusiano na mwanamke yoyote yule. Bila ya hivyo utaniona mimi ni mbaya. Na kuahidi mpenzi wangu, haitojirudia tena. Aiza utokaa ukaona tena mimi na mwanamke yoyote. Aiza mwanamke yoyote kuja kugonga hodi nyumbani kwetu. Nimekusamehe kwa sababu umeniahidi hautakuwa na mahusiano na mwanamke yoyote yule zaidi yangu mimi. Bila ya hivyo wewe sijui. Twende basi tukapumzika hata sehemu. Unajua hapa ni njiani watu wanapita alafu bishana kama hapa inakuwa shida. Lakini jua mimi nakupenda sana. Nakupenda pia.
sasa hivi. Salama. Bei gani hizo nyanya? Nyanya 200, vitunguu na ndimu. Vitunguu shingapi? Vitunguu 100. Ndimu? Ndimu 200. Naona nyanya zako nzuri. Hem, niletee ndani basi. Nichague za kuhifadhi kwenye friji. Sasa hivi. Sawa. Tu. Njoo, mbona simama? Pita sasa, ukae ili unipangie vizuri. Nikuwekeza shilingi? Ndio bei gani hizo nyanya umesema? Nyanya 100, vitunguu vile 100, ndimu 200. 200, vitunguu 100, ndimu 200. Hivi, ngoja nikuulize kitu. Hivi unaridhika naye maisha? Nimeridhika nayo kakangu. Kabisa. Mna uhakika utututenga mtazungusha tungapi ndani ya wiki 2 pate rangu ya kodi? Hamna, tapambana tu hivyo mpaka itafika pesa yako. Una uhakika? Na uhakika, na ndio maana mimi tunapambana. Nyinyi mnaita masiala na nyumba za watu eti. Nachukulia simple. Sasa mimi nataka kukusaidia kitu kimoja. Ili kidogo kurahisisha maisha ya wewe na bwana wako. Sawa ya nitakuongezea mtaji. Huu mtaji huu mdogo. Sawa? Ili kurahisisha harakati zenu. Endapo tu tukikubaliana mimi na wewe, kila kitu kitakuwa sawa. Umeelewa? Ujue hapa mimi naishi peke yangu. Familia iko huko. Kwa huu urithi wa wazazi wangu kidogo mimi ndo nauongoza hapa, ndio maana nakusanya kodi huku na kule. Sio kwamba nina njaa, hapana. Ni hela tu kwa ajili ya matumizi madogo madogo. Kwa hiyo ninachokitaka, nataka uwe mpenzi wangu ili kidogo niweze kukusaidia maisha haya. Mbona sikuelewi kakangu? Kwani ndio ulichonitia huko ndani Wewe umesema unataka nyanya. Nimekuletea. Chagua basi mimi niende nikaendelee na biashara yangu. Unaongelea tena mambo ya mapenzi. Mimi ya nini? Ila nakuonea huruma jinsi ulivyo sasa hivi. Yaani unajua umefubaa. Yaani umefubaa na irodera ulilolivaa kama pazia la chooni. Umeelewa? Limeshuka limenyoka moja kwa moja. Shepu yako umefunika humo. Yule kijana anakufuja na ule ukilema alionao hawezi kukuhudumia. Sasa hivi tu mnahangaika na kuzurulisha sasa hivi. Yeye kakaa nyumbani na migongo yake unazurura na kitenga. Nyanya. Eti unatafuta kodi. Wewe una hela kunilipa mimi kodi wewe? Hapana kakaangu. Mimi namheshimu mume wangu na nampenda sana. Kwa hiyo siwezi kufanya hicho unachokitaka wewe. Kwa hapo utanisamehe tu. Na unanikosea sana. Mimi nimekuja kufanya biashara na sio hivyo unavyotaka wewe. Inaonekana wewe hauna kaba. Uwezi ukafanya siri. Kuna maisha mengine inabidi ufanye siri. Kuchepuka sio dhambi bwana. Badilisha mboga. Sasa hivi mimi najua kuna huduma zingine hawezi. Mbali na fedha tu kuna huduma hawezi na ule mguu wake. Hawezi kupanda mnazi. Nisikilize wewe kaka. Naona hauna haja ya kununua hiki vitu nilivyotaka. Kwa hiyo nakuomba uniache niende. Tutakutana siku nyingine. Wewe. Unataka kuondoka? Acha niende. Naona unachokiongea sikielewi. Inaonekana wewe jeuri. Wewe jeuri. Sasa nisikilize. Ukitoa hizo fito zako hapo, ukaenda kwa hiyo kilema mwenzio. Nataka nitakapokuja mimi leo hii nikute mmetoa takataka zenu mule ndani zote. Umenielewa? Zote wewe na yule kilema mwenzio tokeni na kuja kutia kufuri. Oya so umekataa kufuata sheria zangu. Si ndio? Haya toka. Sawa. Ni bora iwe hivyo. Lakini siwezi kuuza utu wangu eti kwa sababu ya pesa. Sema kweli, manifanya ni enjoy sana siku ya leo. Na
Nisingetamani hata uondoke siku ya leo. Sema ndo hivyo, naona vipengele vyako vya hapa na pale. Alafu kingine ambacho nilikuwa nimesahau. Najua kuna kiasi tulielewana nikupatie. Kwa baby. Na kwa mdau ambao unaondoka, kuna hela bado nilikuwa naisubiria niingize hela mpaka sasa hivi bado haijaingia. Ila sio kesi wala nini. Kuna kiasi ninacho hapa na ningeomba nikupatie, alafu wakishaniingizia hela yangu, nenda kutumia nyingine hata kwenye simu. Iko hapo. Shika. Mbona unaangalia kama hivyo? 5,000. Tena sio kavu ya kuhesabika kabisa. Iko ndio kiasi ambacho mnacho kwa sasa. Kama acha kunilalau kiasi hicho. Ndio unipe 5,000 sasa. Mtu wewe nisikilize, nimekwambia nyingine mimi nitakutumia. Au basi fanya kitu kimoja. Tukae hapo mpaka muda atakaonitumia hela. Nitoe hela nikupatie hela unaitaka. Nauli. Kula. Ndio 5,000 inanitosha nini sasa? Samani. Naomba uende ukamwangalie kama nani anagonga mlango. Samani lakini. Mbona fujo? Hivi ninachokiona ni kweli au naota? Sema shida yako tu. Basi sawa. Huyo mbwa nimemkuta huko ndani? Mbwa hayupo. Sasa sikiliza nikwambie, nakupa wewe maagizo. Akirudi utamwambia Tifa kuwa alikuja hapa. Na akasema kitakachokukuta asinilaumu. Kwa heri naondoka. Vipi? Nani? Kuna mtu kaja mlangoni hapo anaulizia mbwa. Anaulizia mbwa? Ehe. Kaniambia kuna mtu anaitwa mbwa huko ndani, anamuulizia yupo. Sasa humu ndani kuna mbwa ni nani sasa? Inamaanisha wewe ndo mbwa. Mimi tena naitwa mbwa? Huyo mwanamke anaitwa Tifa. Sijui unamjua? Hapana, Tifa simjui. Huyo mwanamke basi nisikilize nikwambie. Mwanamke ambaye amegonga mlango ameulizia hivi, huyo mbwa yupo? Akimaanisha wewe hapo ndo mbwa. Sasa wewe, huo mchezo unataka kunichezea, mimi nitaumaliza. Na sipendi masiala. Mwanamke, nisikilize. Mimi sina mtu anayeitwa Tifa. Na kama ni mtu wangu, aidha ni mtu wangu, angeniulizia mimi jina langu na sio mbwa. Humu ndani hamna mbwa. Au mimi ndo sasa hivi mbadilika jina sasa hivi Suma naitwa mbwa, si ndio? Sasa wewe nahisi unataka kunipanda kichwani. Sasa kama unaona kama vile vipi, basi tuachane mimi na wewe, tuachane. Sasa ukifikia huko nakosea. Nakosea kitu gani?
Nafanya kitu gani? Ule takuwa kakosea nyumba, sio hapa. Hapa hakuna mbwa. Unanikela mimi. Bora niondoke zangu. Na hela zako chukua. Niliwaambia kabisa kwamba shika. Msentilie huruma, mimi sina kabisa undugu na nyie. Hapa pesa mjini ndio nitakiwe mbele. Na kama niangalia huruma nini? Kama wewe subirieni hapa. Shika tenga lenu mkaendelee na biashara. Shika. Lakini bro, hivi unavyotufukuza na hali yangu nilionao ya mguu, unafikiri tutaenda kuishi wapi bro? Sasa wewe hali yako mimi inanihusu nini? Hali yako ya huo mguu inanihusu nini mimi? Wewe vipi wewe? Hivi we kaka, mbona huna huruma lakini? Kwani una jinsia gani wewe? Mimi jinsi yangu mwanaume. Na ndio maana nimechukua maamuzi ya kiume. Nilichokiongea mimi na wewe tukapishana, tusianze kutafutana ubaya. Shenzi ni. Lakini bro, tuongezee muda basi. Tuongezee japo hata siku 3 bro. Tafute. Hapo wewe, usinipanishe kisukari. Nitakuja nikushindilie bonge la teke kwenye huo mguu sasa hivi. Kwani tulikwambia utugee wiki 2 tutakulipa pesa yako. Vilivyobaki humo itakuwa fidia yangu. Kwa tunafanyaje mke wangu? Mimi mwenyewe hata sielewi. Nimeshachoka, nishaichiwa hata hiyo nguvu sina kamili. Ndio kashafunga mlango wake tena. Si tuondoke tu. Sasa tunaenda wapi mama? Tuondoke, tutajua tu huko. Mume wangu, mimi nimeshachoka tayari. Hatufiki tu huko tunapoenda. Sasa mke wangu, ukisema umechoka unakosea. Ndio kwanza safari tumeanza. Jikaze tundoke mke wangu. Hapana mume wangu. Mimi nimechoka na njaa inaniuma. Kwa hata siwezi kuendelea na safari. Sikiliza mke wangu. Najua kweli umechoka. Lakini hata mimi mwenyewe nimechoka. Tena mimi nimechoka zaidi yako mke wangu. Mguu hapa nilipo unavuta kishenzi. Lakini nakaza tu, haina jinsi. Wewe jikaze tundoke, tukifika hata mbele tutanunua chochote kitu upunguze njaa. Hapana mume wangu. Kanitafutia hata chakula kwanza nile, alafu tuendelee na safari. Mimi siwezi. Hapa nipo tumbo hali na kitu. Miguu ishaanza kuniuma. Na kuaje na safari yenyewe hatujui tunaenda wapi. Basi ngoja nikakuangalizia hata sambusa basi. Sawa.
Asante. Kula tuondoke. Sio basi naye. Mimi nimekuchukulia wewe. Kwa sasa tunaenda wapi? Mimi mwenyewe bado sielewi tunaelekea wapi. Lakini wewe kula ushibe, ukishashiba tuendelee na safari. Tutajua huko huko. Sidhani. Ngoja tuone. Kikubwa Mungu atupe tu uzima, atuongoze. Huko huko mbele ya safari tutapata hata sehemu ya kujihifadhi siku 2-3 ili tuendelee na mapambano. Tifa bibi, mbona umekaa hapa nje peke yako alafu unalia? Alafu isitoshe umekaa karibu na njiani, ukipita kila mtu anakuona unalia. Tifa. Macho, nimekwambia niache na nilishakwambia kabisa sitaki mazoea na wewe. Kwani shida nini? Ndiyo, umeniambia nikuache na utaki nikufuatilie. Ila sasa shida upo njiani alafu unalia. Kama kuna msiba tuambiane. Au kuna mtu yoyote kakuvuruga, niambie mimi nikamzingue. Sitaki kukwambia shida yangu mimi wewe haikuhusu. Kwa naomba tu niache, nenda mimi niache peke yangu kama ulivyonikuta. Mimi siwezi nikakuacha Tifa. Na wewe mwenyewe unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda. Naanzaje kukuacha? Sema wewe unaniletea tu kaugumu. Shida nini Tifa? So unipe nafasi. Achana hao watu wanayekulizaliza kila siku. Sawa, unanipenda mimi sikupendi na sijai kukufikiria kichwani kwangu. Sawa, sikatai. Ila nipe hata nafasi kidogo tu katika moyo wako. Uone mimi nitakufanyia nini Tifa? Mbona unakuwa hivyo? Macho, nyanyuka, ondoka, niache, nimekwambia niache, ondoka. Mimi naondoka, ila hapa sitachoka kuja. Nitakuja mpaka unikubalie ombi langu. Nimekwambia ondoka, si uondoke. Habari yako bro? Safi tu. Samahani bro. Kama unavyotuona, mimi na mtu wangu. Na kiukweli bro, natanguliza samahani. Kama unavyoona hali yangu ya mguu na magodoro. Kiukweli siku ya leo imekuwa siku mbaya sana. Mwenye nyumba yetu ametufukuza asubuhi na mapema kabisa. Na kama unavyoona kidonda changu hiki. Na tumezurura kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hatujapata sehemu ya kujihifadhi. Na ndio maana tumekuja hapa bro. Kama utakuwa na sehemu utuhifadhi angalau siku 2-3. Kwa hiyo umezunguka kote huko, umeambiwa hapa kuna shirika msaada? Au umesikia huko kwamba Bwana Macho pale anapangisha kwake au anahitaji watu wa kukaa nao? Hapana bro. Sisi tumepita tu. Sisi tunapita nyumba kila nyumba kuomba msaada. Kwa hiyo nyinyi mnapita mitaani mnazunguka mnaombaomba, si ndio? Na hapa ndio mlivyoambiwa kwamba Bwana Macho pale anatafuta watu wa kuishi nao, ana watu. Wewe mtoto wa kiume babu, kaza tauni hapa.
Wewe unakuja tu unajilegeza, wewe naomba sehemu ya kuhifadhi, naomba sehemu ya kuhifadhi. Wao kuhifadhi nani wewe? Hapana kakaangu, usitukashifu hivyo. Sisi wenzako tumefukuzwa tangu asubuhi, tunazurura, hatuna sehemu ya kwenda. Kwa kama unatusaidia tusaidie tu. Sikia nikwambie bro, mimi nitakusaidia ni kitu hichi kimoja, na hapa msaada upo wa mtu mmoja. Kwa hiyo kama unaweza mwache mkeo hapa, uwe nenda kajitafute, ukishapata njoo mchukue mkeo. Sikiliza bro, kama una nia ya kutusaidia wewe tusaidie wote tu, maana mimi mwenyewe kuwa hivi sijapenda kiukweli. Ni mambo ambayo yamejitokeza bro, alafu kumbuka si ni binadamu, si tunasaidiana mbona? Lakini kama una moyo wa kutusaidia basi tungoja tuende kuombe sehemu nyingine. Tokeni hapa, hakuna msaada. Unajua watu wanaumwa, wewe unaumwa mguu, unaumwa wewe, hebu toka hapa. Allah, ondoke mke wangu. Wewe tena. Ulitaka wewe nani? Umesahau nini hapa? Unaniuliza mimi nimesahau nini hapa? Hivi mwanamke, nikwambie mara ngapi sipendi kuwa unakuja hapa nyumbani mara kwa mara, sipendi. Kwa nini unapenda kuja hapa bila taarifa? Kiza nikwambie, ndo nimeshakuja nifukuze. Unakuja hapa kwa nishakwambia Tifa, mimi sijawahi kuwa na hisia na wewe wala sijawahi kukufikiria hata kwenye akili yangu. Kwa nini unapenda kunizoea? Sikiliza nikwambie, wachezee hao. Mimi sichezeleki na hapa ndo nimeshafika. Hivi unataka jamii nione mimi mbaya eh? Unataka ulimwengu uanze kunijua mimi mbaya? Naomba bebe begi lako na uondoke hapa Tifa. Utajua wewe jamii kuone vibaya, jamii kuone nini? Mimi ndo nimeshafika na begi langu hili, yani ndo nimefika rasmi, siondoki. Naomba bebe begi lako uondoke Tifa. Usinitafute ubaya ujue. Kanaingia ndani. Ngoja nije. Tifa, ulichoniambia ni kweli umehamia au unaniektia? Sipo hapa kwa ajili ya maigizo. Unachokiona ni kweli. Alafu kama ungekuwa unipendi, usingenitongoza. Kwa lengo lako ulikuwa unichezee, si ndio? Sasa sikiliza nikwambie, mimi hapa ndo nimeshafika, siondoki. Sasa Tifa, unataka uniambie katika maisha yako yote mimi ndo mwanaume pekee nimekutongoza? Sikiliza nikwambie, sitaki swali lolote kutoka kwako. Sawa. Si unataka tuishi? Si umehamia rasmi? Pakulala papo, utalala. Ila utafai na show.